Somebody shout hallelujah. Are you ready to dance for the Lord? 1, 2, 3, let's go. Now imetimia 44 dakika baada ya saa 9. Na hatimaye tuko salama popote penye ulipo. Nakumbuka siku ya leo tulikuwa tumeangazia masuala ya wageni kutembelea kwenye studio zetu, na mwelekezi wangu ananiambia kuna mgeni ambaye ametembelea kwenye studio zetu. Chini ya dakika 3 atakuwa anakaribia atueleze ni yapi ambaye amekuja nayo mageni kwenye Kumbuka na Wakesho FM, ukipenda pale kwenye TikTok, Timeless Wakesho pale kwenye YouTube, bila kusahau Facebook pale na Wakesho, au ukipenda Timeless Wakesho. Tunataka tuangazie tu masuala ambayo watu kwenda nyumbani, watu ambao wanatembea ushago, those people wenye wanaenda ushago na yapi ambao wanapeleka kule. Kumbuka ameenda kule ushago, ametembelea baadhi ya jamii kadha wa kadha, na najua kuwa akona mengi mazuri. Atakapoingia kwenye studio zetu, mwelekezi wangu atanielekeza, na tumkaribishe. Joy is bubbling in my soul today. Holy Ghost fire to burn my pain away. No more sorrow, no delay. I'm lifted up, I'm here to stay. See me rejoicing, no turning back. I'm walking in power, I'm on the track. Naambia kuwa mgeni wetu ambaye tulikuwa tunasubiria kwa muda ameweza kuadia, ashaingia kwenye studio zetu za Wakesho FM. Mwelekezi wangu atakuwa anampa microphone pale, hivyo ajitambulishe kwa majina, anaitwa nani na ametoka wapi, na safari yake imekuaje siku ya leo hadi kufika kwenye studio zetu. Karibu sana mgeni wetu. Najua imekuwa safari ndefu. Asante sana. Atatuelekeza, atatuambia tu mwenyewe anaitwa nani kwa majina kwanza, ametoka sehemu gani, na anahisi aje ama anafurahia aje ama ako aje kufika hapa kwenye studio zetu. Karibu sana mgeni wetu, ujitambulishe kwa majina, na tuendelee. Asante sana kwa majina, ni Julius Kweyu, mpenda wa rembo. Mimi natoka huko upande wa Western. Yes. Mahali panajulikana kama Kushanda. Hapo Mumias East. Yes. Mbunge wangu ni huyu kijana mdogo mchapakazi. Watu wanampenda sana. Anaitwa PK Halero Salasia. PK Salasia. Kijana mdogo. Yes. Ni kama comedian, ni kama, lakini mchapakazi huyo kijana. Anapendwa sana. Anachapa kazi kijana. Yeah. Sasa huko ndio maeneo. Yes. Na nimefurahia sana kufika hapa kwenye studio. Karibu sana. Na natumaini mambo itakuwa sawa. Mambo ishajipa iko sawa. Asante. Na labda tueleze journey yako kutoka kule sehemu za Western, maana nimesikia umetoka kwa leo hadi kufika hapa hivi, imekuwaje katika barabarani nini? Maana kila jambo lazima mtangulize Mwenyezi Mungu. Nashukuru. Yes. Tumetembea poa. Yes. Ila mizukozuko lazima kwa barabara hapa na pale, lazima iwe, mambo lazima ikue. Yes. Lakini tunamshukuru Mungu, tulifika salama. Amina. Na labda msimu wa Krismasi, utaambiaje wa Kenya msimu wa Krismasi? Wale watu wanatoka huko Nairobi. Yes. Wakikuja huko upande wa mashambani. Yes. Naomba sana watu wako nyumbani tunalia. Unajua mimi nakaa huko nyumbani. Yes. Tunalia sana. Kwa wale watu wanatoka Nairobi wanakuja, tafadhali. Yes. Mjipange. Kwani kuna nini tujipange? Kuna sherehe mnatuandalia sherehe? Hapana, si mkubwa wangu. Huku nyumbani lazima muje kama mmejipanga. Kuna nini kizuri? Tuambie kizuri, ambia mtazamaji pale kizuri ni kipi? Kwa sababu tumewazoea. Watu wanatoka Nairobi wanakuja na 5,000. Wanakuja na 5,000, unapata Disemba washakuja tarehe 5 washafika na mashambani. Yes. Na wamekuja na 5,000. Yes. 5,000 huku majirani nini washachapa hiyo sherehe, mambo imeisha tarehe 10. Yes. Kuna pesa. Yes. Sasa wanaanza kutegemea sisi watu wa mashambani. Nafika Januari, kijana ana pesa. Yeah. Nafaa tena tuanze kukimbizana na makuku, tutafute fare, kijana aende arudi Nairobi.
Hiyo mambo tumekataa. Kama unaona uko na chini ya 10,000, tafadhali kaa Nairobi. Maliza huko yenye uko nayo, tutumie sisi, tutumie huko nyumbani. Ndio sisi tumezoea maisha ya nyumbani. Si tukuje tena waanze kutupea hasara huko mambo nini. So unawaambia kama mtu labda budget yake inasoma chini ya 10,000, hiyo ni nauli ya kuenda na kurudi, akae tu Nairobi. Akae Nairobi ndugu yangu. Kwa sababu si hiyo, unaona hata pia wewe ni kusumbua watu. Kama unakuja hivi, unakuja unakula chakula yenye pita hiyo pesa yenye umeleta. Si umekuja kuwaste. So utafanya sisi tuanze kupanga hasara, tumeuza kila kitu nyumbani. Na nimeona mtu akiongelea kwenye mtandao pale hivyo akisema labda kama una hiyo 10,000 unaweza ukaenda huko hivyo tarehe 24 jioni, na hiyo tarehe 27 isikukute huko Nairobi. Hiyo sasa ndio at least kama uko na chini ya 10,000, tunakualika sana tarehe 24 jioni, panda gari, fika tarehe 25 tupige naye sherehe, tukule kuku na mama yako na nini, na tumalize shughuli. Tarehe 27 tunakupeperusha mapema sana. Hapana, unataka kusafirisha mgeni ambaye anakuja na haraka upesi. Kama unakataa, tunakuwa kwa gari kama mzigo. Na siku zote wanasema mgeni njoo mwenyeji afurahie. Wetu bwana si wa kwenye huko kufurahia. Wetu ni wa kuharibu. So wanakuja bado wanataka wamekuja sherehe, lakini bado inafaa mwape vyakula tena warudi na wanatuacha hali mbaya sana ndugu yangu. So mnamaanisha mnataka wasije kama hawana pesa. Kama wewe umeangalia savings yako unaona iko chini ya 10,000. Omera, usijaribu. Hapana, jaribu. Hapana, jaribu. Na labda huko mashambani wamekaa muda mrefu bila kuenda kule, labda wanatamaniwa na wazazi wao, mandugu zao, madada zao, labda waende angalau waone tu then warejee mjini. Sio wajipange tu bado. Afadhali kama umeona sana unatamani kuona wazazi. Na kweli pesa yako hairuhusu. Na kuambia tafadhali kimabeshte. Hata alisha hiyo nini kuja Januari. Januari tutakuwa na shida. Hata mzazi atakuwa anajua kweli huyu mtu ana pesa. Hata sisi tutakuwa tumesota. Ukikuja hata na 500 tuko sawa. Lakini usikuje Disemba tafadhali. Kuku tuachie. Tuachie sisi tukule. Maana una pesa. Manungunungu tuache tukule polepole. Wanasema kuja Januari kama kumekauka pia unajua kweli hapa kumekauka. Wanasema una kitu. Si ndio. Sisi tukuje waanze kutuaibisha tena tukushikie kuku zenye tukikula. Na mpenzi msikilizaji, mwelekezo wangu anasema pale hivyo tutapunga unyunyu kidogo, na tutaporejea awamu ya pili najua tutakuwa na mengi mazuri, maana ametuandalia mengi mazuri, angalau pia sisi tuweze kupata kopo la maji ama glasi ya maji ama ya juizi. Usiende mbali, kuna awamu ya pili narejea na mambo mengi mazuri, so usiende mbali. Kumbuka ni Wakesho FM ukipenda pale kwenye YouTube, Timeless Wakesho, usiende mbali. Kumbuka mgeni wetu amekuambia pale jina la tatu amesema pale mpenda wa rembo. Hilo jina mpenda wa rembo atakuwa anatuambia muda mfupi ujao. Usiende mbali. Grace is flowing like